masufuria yale. Wanavuka bahari ya Shamu, wanakuja jangwani, wanapita kwenye majira mengine, lakini akili zao bado zinawaza masufuria ya nyama ya Misri. Lakini Mungu akasema, sasa nitawatengeneza kwa namna nyingine. Acha niwategemeze kwa namna ambavyo mbingu inataka. Mbingu zikanyesha mikate, mbingu zikaruhusu kwale. Kwa hiyo si masufuria ya Misri tena, mbingu zikabadili majira. Sasa watu hawa hawako chini ya Farao tena. Hawa watu wamevuka bahari ya Shamu. Hawa watu wanaongozwa na Bwana. Mbingu zikasema, isiwe tatizo, tutawalisha. Bwana Yesu asifiwe sana. It doesn't matter walikaa kwa muda gani jangwani, lakini mbingu zilikuwa na store ya kutosha kwa ajili ya chakula cha kuwafaa jangwani. Miaka ikaenda, miaka ikapita. Kila asubuhi wakiamka wanapata mana, kila jioni wakizunguka wanakuta kwale. Watu hawa walikula, watu hawa walijua hakika Mungu ametutendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo wakiwa Misri utumwani waliteswa, lakini bado akili zao zilishika masufuria ya nyama. Lakini Bwana akawatoa kwa mkono mkuu, anawaleta jangwani. Watu wananung'unika, mbingu zikasema, tutaachilia mikate, tutaachilia kwani. Watu hawa wakiwa wako jangwani wamejaa manung'uniko, wameshindwa kumfahamu Mungu vizuri. Mbingu bado zikajenga uvumilivu, zikaachilia mana, watu wakala. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa yanakuja majira, hawatakiwi kubaki tena jangwani. Kuna mto Jordan unawakuta mahala fulani, wanatakiwa wavuke, waende kwenye nchi ambayo waliapiwa baba zao. Wana wa Israeli hawa chini ya mkono wa Joshua sasa wanavuka kutoka jangwani, mto Jordan, wanakwenda kwenye nchi nyingine. Huko ndiko ambako ni kiini cha nini nataka kuzungumza na wewe wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tusome kidogo Joshua, kitabu cha Joshua sura ile ya 5. Joshua sura ya 5 mstari wa 10, yako maneno pale tutayaona vizuri. Biblia inasema, basi wana wa Israeli wakapanga hema zao huko Gilgali, nao wakala sikukuu ya Pasaka siku ya 14 ya mwezi jioni katika nchi tambarare za Yeriko. Nao wakala katika mazao ya nchi siku ya pili ya kuiandama hiyo sikukuu ya Pasaka, mikate isiyotiwa chachu na bisi siku hiyo hiyo. Ndipo ile mana ikakoma siku ya pili, ndipo ile mana ikakoma siku ya pili yake, baada ya wao kuyala hayo mazao ya nchi. Na hao wana wa Israeli hawakuwa na mana tena, lakini wakala katika viliwa vya nchi ya Kanaani mwaka huo. Mstari wa 13, ikawa hapo Yoshua alipokuwa karibu na mji wa Yeriko, akavua macho yake na kuangalia, na tazama, mtu mume akasimama kumkabili mbele yake, naye alikuwa na upanga wazi mkononi mwake. Yoshua akamwendea akamwambia, je, wewe upande wetu au upande wa adui zetu? Akasema, la, lakini nimekuja sasa. Ni amiri wa jeshi la Bwana. Yoshua akapomoka kiusouso hata nchi, naye akasujudu, akamuuliza Bwana, aniambia nini mimi mtumishi wake? Bwana Yesu asifiwe sana. Tumetoka Misri, tumevuka Shamu, tuko jangwani, sasa tunavuka Jordan. Tunafika mahala ambapo ile mana tuliyokuwa tunaitegemea, ile mana tuliyokula kwa miaka mingi, zile kwale tulizokula tukafurahi, Biblia inasema walipofika ng'ambo ya mto Jordan, Biblia inasema mana ikakoma. Walichokuwa wanakitegemea ikaisha. Sikiliza, kazi uliokuwa unaitegemea inaweza ikaisha. Mume uliokuwa unamtegemea anaweza akatwaliwa. Mke uliokuwa unamtegemea anaweza akatwaliwa. Huduma uliokuwa unaitegemea inaweza ikapita kwenye mazingira ambayo huwezi elewa. Mtaji uliokuwa unautegemea unaweza ukapita kwenye misukosuko. Ngoja nikwambie mwana wa Mungu, maana inapoisha Kanaani si ishara ya kwamba Bwana amekuacha. Haijalishi umepata hasara mara ngapi,
haijalishi mipango yako iliyokuwa inakusapoti imeharibika, lakini Biblia inasema si kwamba ni maana itatufaa Kanaani. Mungu anatengeneza mazingira mengine, Mungu anatengeneza njia nyingine ili survival yako jangwani iwe kwa viwango vya utukufu wa kutosha. Wakati mwingine unakosa nidhamu kwa kutokumwelewa Mungu. Mbingu zinataka ujue kwamba majira yanapobadilika, mbingu si kwamba zimekuacha, ila mbingu zinatengeneza mazingira mengine ya namna ya kukusaidia. Maandiko hayasemi kwa ishara hii wana wa Israeli waliwacha, lakini Biblia inasema Joshua alipoikabili Jeriko, Biblia inasema alipovua macho yake, badala ya kukutana na mana, badala ya kukutana na taratibu alizozoea, Biblia inasema akakutana na mtu mume amesimama kumkabili, tena ameshika upanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Inafikia hatua Yoshua anamuuliza mtu huyo, Bwana wangu niambie, uko upande wetu au uko upande wa adui zetu? Biblia inasema yeye anajitambulisha, anasema nili amili wa jeshi la Bwana, siko upande wenu wala siko upande wa adui zenu. Maana yake vyovyote utakavyotaka niwe nitakuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbingu zinabadilisha namna. Hata kama biashara yako imekufa, usifikiri Mungu amekuacha. Hata kama kuna watu wanakukimbia, usifikiri Mungu amekuacha. Wala watu hao sio wabaya, bali sehemu ya taarifa zao kwenye maisha yao, ukurasa umefungwa. Na unaporuhusu waondoke kwenye maisha yako, wewe si kwamba ni mjinga, lakini ni mwelevu kwa viwango vya kufungua ukurasa mwingine, ukifunga ukurasa mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Ninakualika ndugu yangu, tembea pamoja na mimi. Maana inapoisha, solution sio kupiga kelele. Solution sio kupiga kelele. Joshua anatufunza kitu hapa. Alipotambua ya kwamba asimamaye mbele yake ni amiri wa jeshi la Bwana, Biblia inasema akapomoka. Alipopomoka, mbingu zilijua namna ya kutembea naye. Bwana Yesu asifiwe sana. Kilichotufaa jangwani si lazima kitufae Kanaani. Kanaani tutakwenda na watoto wetu, lakini hatutoacha utukufu wa Bwana. Kanaani ndiko Kristo anatupeleka. Biblia inasema utukufu wa nyumba hii utakuwa ni mkuu kuliko utukufu ule wa kwanza. Haijalishi tulizoea nini, haijalishi nini kilizoeleka. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yananiambia kwamba palikuwa na harusi katika mji wa Kana. Watu walitumia divai, watu walifurahi. Mahala fulani divai ikakatika, watu wakaweweseka, inakuwaje? Wakaenda kwa mama wa Yesu Kristo wakilalamika, tumeishiwa divai. Mama akamfuata Kristo. Kristo akasema, mama, mimi na wewe tuna nini? Lakini mama akawa na hekima, akasema kwa watumishi wale, nendeni msikilize, chochote atakachowaambia fanyeni. Biblia inasema kuanzia pale tunaona divai inayopatikana. Mkuu wa meza anashangaa, anamuuliza bwana harusi, inakuwaje nini mmetunza iliyo njema na kipindi si kawaida ya waandaaji wengine? Bwana Yesu asifiwe sana. Hata kama divai itatindika, bado yupo ambaye atatoa maelekezo ya kupata divai nyingine. Hata kama kazi imeisha, usiogope. Hata kama umeachwa, usiogope. Hata kama biashara imeisha, usiogope. Yuko Mungu tunayemtumikia, yuko Mungu tunayemtumikia, yuko Mungu anayesikia. Yeye yuko kwa season. Hata kama kuna biashara uliitumainia ikakufikisha mahala fulani, ghafla ukaharibikiwa, usiseme maisha yangu yamekwisha. Biblia inasema uzima wa mtu hauko katika wingi wa vitu alivyo navyo. Kristo anafuatilia hatua moja baada ya nyingine ya maisha yako. Hata kama unaumwa, uko kwenye hali mbaya, usiruhusu hofu, usiruhusu kukata tamaa. Ngoja nikwambie, kile ulichokuwa unafurahia hata kama kimekatika, heshima uliyokuwa unaipata ofisini, hata kama umekuwa demoted, umekosewa heshima, ngoja nikwambie, mbingu bado zinakuangalia. Heshima yako itarudi kwa namna nyingine tena. Mungu ana operate in season. Season hii ikichange, yeye anatokea kwa namna nyingine. Huyu Mungu tunayemtumikia kwenye madhabahu ya urejesho anahitaji nidhamu, anahitaji weledi, anahitaji waitwao wana wa Isakari wa kizazi cha sasa, watu wajuao majira ya wapasayo Israeli kufanya mambo makubwa. Mbingu zinakuamini,
Mbingu zinakuhitaji. Ndugu yangu unayenisikiliza na kunitazama, haijalishi, sijui unapita wapi, lakini Bwana anajua. Sijui unapita wapi, lakini Bwana anajua. Yamkini nyumba ya kwako inataka kuuzwa na benki. Yamkini biashara yako inataka kufilisiwa na benki. Yamkini mikopo imekuvaa, nawe umekata tamaa, ni kama huoni future tena. Ngoja nikwambie, majira hayo, pomoka kwa Bwana, liitie jina la Bwana. Yeye anajua, ndiye sababu ya wewe kuwepo. Yeye anajua hatima ya maisha yako. Jasiri yoyote sio yeye anayeogopa kuanguka, bali ni yeye ambaye anaanguka na kusimama tena. Inuka mwana wa Mungu, usiogope. Madhabahu ya urejesho, mbingu zinataka kurejeshea kila kilichoharibika. Usiogope. Watu wamekukataa, it's fine, acha wakukatae, lakini Bwana anakuona wewe ni wa maana sana. Watu hawakutaki, lakini Bwana anakutaka. Ndio sababu Biblia inasema kwa kupenda ulimwengu akamtoa mwana wa kwake wa pekee, ili kila amwaminie asipotee. Ndio wewe unayenisikiliza, ndio wewe ambaye umenipa wasaa, ukiwa nyumbani, ukiwa popote. Ngoja niongee na wewe. Yamkini uko hospitalini, yamkini uko mahakamani, yamkini uko gerezani, yamkini uko popote, una hali ngumu. Usikate tamaa, maana inayotufaa jangwani si lazima itufae Kanaani. Bado Mungu anaweza akatokeza kwa neema nyingine. Jangwa lilivyotupeleka sivyo Kanaani itatupeleka. Tulikula mana jangwani, lakini sasa tunakwenda kutumia mazao ya nchi. Mbingu zitatuinua, nasi tutainuka kwa utukufu wa Bwana. Ndugu yangu mtazamaji, nikuombe tena, usikate tamaa. Hata kama biashara zimeharibika, mambo hayaendi, usikate tamaa. Msubiri Bwana, msubiri Bwana. Kutoka kwenye madhabahu ya urejesho ninaomba, haijalishi mwanamke amekukorofisha vipi, mwanaume anakutesa vipi, haieleweki, ngoja nikwambie, usinungunike. Huyo ni kitu kidogo mikononi mwa Bwana. Biblia inasema moyo wa mfalme uko kwenye viganja vya Bwana. Kama moyo wa mfalme unasitirika kwenye viganja vya Bwana, mume wako ni kitu gani? Mke wako ni kitu gani? Wasiokutaka ni kitu gani? Kristo atakuvisha vazi jingine, nawe utasimama kama shujaa, utakwenda juu, utaruka kwa kasi, endapo tu utamtii Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu mtazamaji, ninakushukuru kwa kuachilia muda, umenipa heshima, umesikiliza Mungu anasema nini. Wakati huu sasa ni kuachilia na mawasiliano ya kwangu. Ninapatikana kwa namba ya Voda 0764 019 546 na mtandao wangu wa Airtel ni 0687 349 586. Tuko hapo Mahina Kati, wilaya ya Nyamagana, jijini Mwanza. Tunapatikana hapa kwenye madhabahu ya urejesho chini ya kanisa la EPRC Tanzania. Tuko Mahina. Karibu mwana wa Mungu upatapo nafasi. Naomba uniruhusu nimshukuru Mungu huyu ambaye anajua popote ulipo na kipi unapitia, kwa ajili ya sifa na utukufu wa jina lake. Naomba tuombe pamoja, mimi na wewe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakushukuru, ninakutukuza kwa ajili ya ndugu yangu mpendwa huyu ambaye umempa nafasi ya kunisikiliza, huyu ambaye anapita kwenye wakati mgumu, huyu ambaye ana sintofahamu. Yamkini ameachwa na mwanaume, yamkini ameachwa na mwanamke, yamkini biashara imeharibika, yamkini mipango imekataa. Bwana, kazi yake, heshima yake si kwamba ipo tena, ila ni kama dharau imeinuka. Ninatangaza katika jina la Yesu, kutoka kwenye madhabahu ya urejesho, katika jina la Yesu Kristo, mpe neema ya kufikiria toba na kuona ni wapi amedondoka, ainuke akulingane wewe Bwana. Wewe ndiye Mungu wa wote wenye mwili, utakayemponya, utakayemuinua katika jina la Yesu. Na yule aliyoko udini, anaumwa, ni mgonjwa, katika jina la Yesu Kristo ninaachilia neno la maombi, popote alipo akainuke tena. Yote haya Bwana ninaomba nikijua Roho Mtakatifu upo kwa ajili ya kumsaidia. Ni katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen.